Yesu asifiwe sana. Yani kigogona giotoga, kigogona kia kugeido. Many people think that it is common to be rich. It is common to own a house. It is common to be in Runda. It is common to be in Modaiga. That it is something that has to happen to you. No. These things, they don't happen to you just like that. They happen to you because there is a dedication. There is a plan. Praise be the name of God. There is a plan in your life that you are going to live in Runda. Before you were born, before you came on earth, it was known. Your house is in Runda. Your plot is known. Your plot is plot number 13, plot number 14. Before you were born, it was known you will live in Kawagware. Yeah? Before you were born, it was known utaka Murago Kubwa ama somewhere in Mukuru kwa Ruben. It was known. It is not that this is something that you are trying to get out of this place. You are trying your best, but things are not working. They will not work. They can't work against what it is positioned. What is there? Imepangwa utakaa Runda, na imepangwa utakaa Mathare, na imepangwa utakaa Kibera. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sio kitu ambacho kinakuja tu. Nilikwambia nitengenezee base kidogo. Angalia, punguza the main volume, afu kabisa kidogo. Iwache kuwa very sharp. Yeah, it was meant. It was meant the type of a husband you're going to marry. A husband that will come and pull you down. It was meant that the blessing, you don't have a blessing, but the man you are going to marry or the woman you are going to marry is the one carrying the blessing. Bwana Yesu, you can be empty. Wewe ulikuja huko hauna baraka yoyote, hauna kitu kinaweza kukufuata, lakini yule ambaye mtashikana na yeye atakuconnect kwa vitu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kutoka area moja unakaa Nakuru, lakini vitu zako ziko Mombasa. So you need a makanga. Sema makanga. You need a lorry driver. You need a thief. You need a prostitute like maybe you. Akuja akubebe, mufike Mombasa. Mtakapofika Mombasa, ukute sasa maisha yako imeanza kukaa. Ile umalaya ulikuwa unafanya Nakuru inaisha, kila kitu kibaya ulikuwa unafanya kinaisha. Unajikuta umeanza kuuza njugu na madafu pale barabarani. From there, a few moments later, unajikuta sasa umeanza kuuza kakioski. A moment later, unajikuta uko na supermarket. Because umejiconnect na kule baraka zako ziko. Umejiconnect na kule lineage yako iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2 also, the people in your life, wale watu ambao wako kwenye maisha yako, ni watu wa aina gani? Ni watu sambuli gani? Kwa sababu unaweza kuwa kuna watu walikuja tu kwenye maisha yako ikaanza kuinama. There are people, they will find you with money. They will find you ukaa na nyumba mzuri sana. But by the time mukae miaka 2 3 na wao, utakuta umefilisika, auctioneers wamekuja, everything, you have lost everything because of that one man that came into your life. That one woman that came into your life. Kuna watu tu wanakuja. They just only need your connection. Kujishikanisha tu na wewe. Uishe kabisa. Na kuna mtu tu anahitaji msaada. Kujishikanisha tu na wewe. Unaona vitu, milango yako inafunguka. Kila kitu inafunguka. There are people who come and support your ministry. Na unaona ministry imeanza kupanda. Na kuna watu waliingia kwa ministry na walikuja with very good intentions. Walikuja mpaka na pesa zao. Lakini in 1 year down the line, ministry imeanguka. Na ni hao tu waliangusha. Na ukiuangalia ni nini ilifanyika? Nothing. Hakuna kitu ilifanyika. Ni just working with those people. Because kuna watu wamebeba madhabahu ya kubomoa na kuna watu wamebeba madhabahu ya kujenga. Depending ametoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sasa nataka nikufundisha siku ya leo. Kutajirika sio bidii. Hello. Kutajirika na kuwa na mali nyingi sio bidii. Na sio eti ulisoma vizuri, na sio eti ulikopa mikopo. Unaweza kopa mikopo. Watu wangapi hapa mmekopa mikopo na hiyo mikopo yenu haiwasaidii? Fungeni hiyo mlango. Hiyo mikopo yenu haiwasaidii hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta umezaliwa umepatiwa pesa, my brothers wamekupatia pesa, my sisters wamekupatia pesa. You've been boosted. Biashara zimeboostiwa, nothing is working. Ukienda tu kuwekelea kabiashara kanaanguka, ukiweka kabiashara kingine kanaanguka because kuna kitu ambacho hauna ambacho kinahitaji katika kukua kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila kitu unachokiona ni madhabahu na kiko na madhabahu nyuma yake. Nguo unayoivaa ni madhabahu ambayo iko na madhabahu nyuma yake. Pesa ambazo unaona, utajiri ambao uko nao, magari uko nayo, kila kitu, kukubali vitu vya dunia, kukubali kuishi kwako ni madhabahu. Si eti ni bidii yako, si eti ulisoma vizuri, si eti ulielewa. Kuna mtu wako Runda na hajasoma, hajui kuandika jina yake.
na ako na ploti huko, na ako na nyumba milioni 500 Runda, na wewe umekuwa ni profesa unaishi Kibera. Wewe ni profesa, kwanza unaandikanga proposals za mamilioni, unaandikia Raila Odinga proposal, anapata billions of money, but you are left with nothing. Unaandikia politician a proposal of billions of money, wanapata pesa, wewe unabaki pale ulikuwa. Why? You have the connection, but you don't have the pillar to support the wealth. For the wealth to find home, to kuja kukaa kwao, maana wealth inatafutanga kwao. Hello? Inatafutanga kwa wealth, otoga ni ule mushie kwao. Kuna mahali unaedaga kwao, na unaitanisha, unajua jina ya kwao, na hiyo jina ya kwao iko na madhabahu. Kwa hivyo lazima utajiri ikikuja, utakuwa ukipiga madili za mashamba makubwa, lakini hakuna dili hata moja inaiva, because utajiri inatafutanga. Wanasikia tunaenda kwa Jerry, wanafanya Google map, Google search, wana search kujua kwa Jerry netothiaga kuo. Are we related with kwa kina Jerry? Do we have our people there? Do we have our relatives there? Ini utoka inaulisa, kuna relatives zetu huko kwa kina Jerry, kwa kina Mwagi, kwa kina Mutiga, kuna nani? Kuna relatives zetu ni nani? Ni kule BBC ya Boliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaulisana utajiri, inatafutanga kujua huko tunaambiwa tuende kama we have a home. If they discover niko kama reda kwa home, they can't come that quickly. They wait until you build a home for them. And to build a home for them is to build an altar of wealth. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you attract money. It is not the BD, it's not the investment, it is not how you go class at the management. You can't make it. You can't make it if there is no pillar of wealth. If there is no pillar of wealth, there is nothing. You can't make it. You'll be still poor. Hata uchuke, utakupitia billions of money through your hands, but nothing will help you. And therefore, every believer needs to walk in conviction. For you to get into the world, you have to have that conviction. And the conviction is grounded on the family line. The family line matters a lot. And the family line matters because in the family line, that is where the wealth of the family is. And the wealth of the family trickles down to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo the wealth cannot trickle down if there is no relationship between you and the wealth. If there is no relationship between you and where you are living. Because you are supposed to be blessed while in Mombasa, but you are in Kisumu. The blessings will not come. You are supposed to be blessed in Nairobi while you are in India, or you are in somewhere in London. That wealth will not come. Hiyo utajiri haiwezi kuja na haiwezi kulocate wewe. Utajaribu biashara zako zote, utajaribu madili zako zote, hakuna dili hata moja itafunguka. Hata ukienda kwa maombi utaombewa, but nothing. Unaona kuna mahubiri wengi maskini sana na kuna mahubiri matajiri. Na unaangalia wale wahubiri wanaotangwa matajiri, ukiangalia wanahubirigi nini, unajaribu kutafuta ile kitu wanahubiri, hakuna. Ni vituko tu na sarakasi na mali, na unaona watu wamepaga laini wanampatia. Sasa ukiangalia mtu kama Ezekiel ni mahubiri gani anakuaga nayo? Sindikuuliza kama uliolewa, wewe ondoka kwa hiyo bwana yako, huyo sio bwana yako, enda kwa huyu. Wewe toka kwa huyo. Kuna yule mlikuwa naye, yule alikuwa mrefu, alikuwa anaitwa Kenyajui, huyo. Huyo ndio bwana yako. Sasa hiyo uko na kule huko umeolewa na kuna watoto. Umeolewa mpaka umezaa watoto. Lakini sasa unaambiwa urudi kwa Kenyajui. Naye Kenyajui yako na bibi. na msia anapata pesa. Halo? Na msia anapata pesa. Wewe ambao unaongea neno, unahubiri neno, 1 hour non-stop neno. Urakira ukajira mundu wa Ngai kumita muno. Ona kanyobane ko higwo karahigwo. So you wonder what happens. Kuna madhabahu ambayo imeinuliwa, na huyo mtu ameinua madhabahu either ya kishetani ama madhabahu ya Mungu. Ukiangalia yeye ni nani? Ni mtoto wa nani kiroho? Ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Mwiro. Na Mwiro kuna wakipindi Mwiro aliinuka. Mwiro alituuzia, mimi nilinunuanga mchanga pale kijiko moja ya chai, ile ya chai. Nilinunua 1500 mchanga ya red. Alimwaga tipa 3 pale Uhuru Park. Tipa 3 za mteli mtune. Tulinunua, tulipaga laini. Nilikaa karibu 1 hour kwa laini. Nimpatie 1500 ya mchaga ambayo iko kwako kwa shaba.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tukakaa kidogo, kuna siku alituhusia misumari. Unani ulinunua misumari? Mimi nilinunua misumari ya kwenda kupigilia. Nilinunua misumari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna siku tulinunua nyasi. Alituhusia nyasi kama ng'ombe. Tumenunua nyasi. Na tulinunua, tunapaka karonye kikamoguo, atodagiria magana manana, magana mugwaja, na mugwaja. 777. Namba ya key, ni karonye key ya na tulinunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe enda uze, uko na anointing, enda use nyasi, utachomwa na watu. There is a thing. Alafu utaangalia hiyo madhabahu ndio hiyo iko na nani? Na Ezekieli, maana ni mtoto wake. Lakini madhabahu ya Mwiro ilipanda. Nakumbuka tulikuwa tunatoka town moja, tunaenda town kama ya 3, tuende kuona Mwiro ama kumsikiliza Mwiro. Tulikuwa tunaenda, kuna saa 9, kuna nuru gizani. Kipindi ya saa 9 ilikuwa kwa radio. Kila mtu alikuwa anakimbia nyumbani mapema asikilize kuna nuru gizani. Everybody was listening to him. He rose. Akanosdive. Angalia Ezekieli. Na Ezekieli alipanda. Sasa yako nini? Ameenda chini. Ni kwa nini? Ni madhabahu. Ulitengeneza madhabahu gani? Again, number 2, Mwiro. I don't know why I'm discussing Mwiro, but let me discuss kwa sababu si kwa ubaya. Angalia Mwiro. He became so popular. Odeon Cinema alikuwa analipa 25,000 shillings per hour. Na alikuwa na operate 24 hours. Karibu miaka 8 akilipa 25,000 shillings per hour. Sasa angalia miaka hiyo yote na hakununua building. Wakati alienda chini ndiye alianza kukopa kununua rebuilding. Hata hiyo nyumba angeinunua na 1 month. Hiyo nyumba peke yake angeinunua. But kuna madhabahu wakati alienda kujaribu kununua ni pale Rosters. Ruaraka akakoniwa. Akauziwa hewa. Na ni mtumishi wa Mungu lakini aliuziwa nini? Aliuziwa hewa. So niambie, huyo ndio mtu anakuombea baraka za Mungu zikae kwako, lakini yeye mwenyewe hana baraka za kuweka vitu zikae kwake. Anakoniwa, anauziwa hewa. Now you can understand the power of the altars behind you. It doesn't matter how prayerful you are or how unprayerful you are. Ni mirago gani ya kwenu na ni mirago gani ambayo hamuna kwenu na ni mnahitaji nini? Because he needed a person. Mtumishi kama huyo kukoniwa about 8 million shilling, kukoniwa. Mtumishi wa Mungu mwenye anaombea watu wanatembea. Watu wanaona ameachilia machuma zinaanguka chini. Ana predict maisha yako inachange. Mtumishi huyo ukaigwa ni ora konirwo 8 million. Na ni ora go connect kana Ngai. Riu ukaiga Ngai ucio arathiete thabari. Atana muonia ate ni gutenero gakuringo. You see, that is now we come to understand. It is not that Ngai etari nake ena Ngai, no hena madhabahu, hena magogona makwao maragia kinyume yake. Ikifika hiyo line yeye ni kipofu, lakini ikifika ni line ya kuwewe kukutabiria utajiri, kukutabiria milango yako ifunguke, he will speak prosperity over you, but prosperity will not come in him. He will receive a lot of things, but those things at the end of the day zina evaporate. Saizi Ezekiel is struggling. Bwana Yesu asifiwe sana. Na why? Remember, look at here. Maximum Miracle Center, nipatie kanisa moja permanent ya Maximum Miracle Center. Is there any? Hatuna hata moja Kenya hii. And you can imagine how hiyo kanisa ilikuwa imevuma. Hakuna hata moja permanent. So hata Ezekiel alijaribu kuvuja hiyo madhabahu, akajenga kule Mavueni, na akajenga kanisa, na akajenga manyumba, na akajenga kila kitu. Lakini alijenga shule vizuri ikakamilika, akajenga vitu hospitali vizuri, na nikasikia akajenga mpaka moshari mzuri ikakamilika. Lakini wakati alianza kanisa ndio mambo ya shakahola ilitokelezea, because baba yake hajajenga. Hallelujah. Baba yake hajajenga. Yani kwa baba yake hakuna spirit ya kujenga. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa. Ukiangalia sasa kwa mfano baba yetu Harrison Ng'ang'a hajajenga nyumba ya kanisa ya Mungu. He has not built. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alikuwa ameanza sasa kujitayarisha kujenga nyumba ya Mungu, ndiye amefukuzwa Bunyara. Alipoenda kule kwingine Kagudo Road, alinunua shamba. Wakati aliyetaka sasa kujenga nyumba, mimi ndio nilienda kumfukuzia wakora hapo. Alipoanza sasa kujenga, nini ilifanyika? Ikasemekana hiyo shamba ni ya mtu mwingine. Sasa ako na koti kesini. Sasa kwa nini? Kwa sababu kuna mahali, kuna watu ambao wameambiwa hautajenga. Halo, hautajenga.
hautajenga kabisa. Lakini kwao unakuta wamejenga manyumba mazuri. Ukienda nyumba ya Harrison Ng'ang'a imejengwa in 1 acre plot, 1 acre nyumba peke yake, 1 acre imejengwa nyumba ya 1 acre High Ridge na hauhamishwi na haukiada. Nyumba 1 acre imejengwa in 1 acre ambayo ingejenga kanisa kama 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa James Maina Ng'ang'a hapa juu utapata hapa nini Karen ako na nyumba 2 in 1 ni eke mwemwe ni nusu ya nusu ni nyumba 2 ziko in 1 acre 1 acre. Siku hiyo alinunua eka moja 100 million, hiyo ingine 100 million. Nyumba moja imemcost 200 million na hiyo ingine 200 million. Hiyo automatically ni pesa ngapi? 600 million. Lakini teremuka hapa tuko live. Unaweza kuona media nekere ugoko. Iwachana nayo. So chukua ni yako hiyo. Chukua weka kwa mfuko. Weka kwa mfuko yako. Wewe ni mtumishi wa Mungu. You getting my point? That you can be in the position of wealth, but wealth refuses to live with you, to walk with you. Unaweza kuishi maisha mazuri na makubwa. Wakati alienda akajenga hoteli hapa Naivasha, alijenga hoteli mzuri. Siku ya kuifungua alikunywa pombe. Siku ya kuifungua alikunywa pombe. Umeona? Na siku hiyo ya kuifungua akagonga mtu akakufa. Ikakuwa connected ati alikuwa anatoa madhabahu, alikuwa anatoa kafara, but it was hakuwa na ubaya, lakini kuna kitu inazungumza kwake, yani hii hautafanya, hii hautafanya mpaka wakati utavuja madhabahu fulani ndio hii ifanyike kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. So usione ni kama umelaaniwa ati utakufa umaskini. Hautakufa, na lazima kuna vitu ambavyo unafaa kuaddress ndio vikuondoke, ndio hizo vitu wealth ipate kwao, ikuje bila wasiwasi. Maana wealth inakuanga na uoga, inajificha, inafanya kusearch kwenu kwote. Gutiri mundu nomwe uri wage gakari, gutiri mundu nomwe uri wage abesha, gutiri mundu nomwe yani milioni imo kwanyu mnaioneaga kwa vivyo sasa. Alafu sasa umeenda Dubai, umekutana na kimzee kiko na pesa, umekuja nako kimeleta rorasio ya 2 million. Siku hiyo unasikia kuna mtu amekufa ama kuna ugonjwa umetokea kwa familia hiyo, kwa sababu hakuna mtu ambaye ameruhusiwa kubeba hiyo pesa. So what happens that kuna madhabahu lazima uinue, na hiyo madhabahu unauinuanga aje? Unainua kwanza kutaka kuiconnect. Usiconnect na binadamu, you connect it with God. Anything that you want from today, that you want God to bring into you, you don't connect it with anybody, because in your family that thing does not exist. Bwana Yesu asifiwe sana. In your family that thing does not exist, so you cannot, there is no one you can connect it to. Are you getting me? There is no one you can connect it to. So whom do you connect to? You connect it with God. Hello? Hiyo kitu unaomba, hiyo pesa unaomba. Hata unaweza kulipwa pesa 1 million, 2 million, lakini in 2 months, 2 or 3 months, hiyo pesa yote inaondoka. Ni kurashioraga, ni kutoroka, inatorokaga. Si ati uliharibu, hata ukiangalia ulinunua kitu fulani, hata ukifanya hesabu unaona hakuna pesa umemisuse, lakini hakuna kitu unaona. Dwathire omara, dwathire dunyuaga johi, dwekaka kaudo ko, dwekaka ke. There is nothing mbaya ulifanya na hiyo pesa, lakini produce evidence venye umeitumia hakuna. Ni kutoroka, zilitoroka kwa sababu ziko kwa watu ambao hawana kibali cha kukaa na wao. Hallelujah. So ukilia na Isa kama sana, nikiangalia sura zenu nyote ninaona umasikini mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaona umasikini, yani mumejaribu, you've tried to push, umepata, unasikia kuna watu wako na milioni zako ije 5 lakini hauna chakula. Uwakiri gwaterere shekara gako. Wewe mwenyewe nduri na kanyamu gakuri, hauna kitu ya kukula. Alafu unasema uko na milioni 5 zinaulisaga. Huyo mama anakaa wapi? Aikaraga nyobereko, aikia natia kwao ri no gwe na besha. When they do a research and then they look at your bloodline, at your lineage, at everything, they discover you are not worthy carrying that money. Hazitakuja, zitakaa kule kwingine. Sasa wewe uraduraga tikuradura urarega tikurega mararega kuriha nicio ciretigira cikauga nie kenjikare guku ndikwenda guthi kuu.
Bwana asifiwe sana. Yani ziko huko zinakataa, zinasema hasitaki, si mwenyewe anakataa kukupatia, ako willing kukupatia, lakini zinasema hapana, uko digodi. Ushaona mtu nakatalia kwa wenyewe kwa nini kudi wewe? Nimetoa mambo ragani digodi ni kama gwera huko, nikuona pesa siugaga. Niko siregaga, sikauga ni ko digodi. Tondu ko tuthia kunyarirwo. Na kuu tutire thayo tuonaga muci uriko muci ucio. So ukona ni kuumira kiundu, unatokea kidisaster kikubwa ambacho kinafanya unakosa. Every business idea comes from God. Did you know that? Every business idea, every good idea that you have is coming from God. And when it comes from God, this idea, God will deposit it in you. You need to start asking questions about it. When God has deposited the idea in you, now you start asking yourself questions. Why did God deposit this idea kwangu? Ni kwa nini Mungu alinipatia idea ya gari? Ni kwa nini Mungu alinipatia idea kujenga nyumba? Ni kwa nini Mungu ulinipatia idea nikaoa mwanamke kwao ni matajiri na wako tayari kutusaidia kama familia tuinuke? Unajua unaweza kuoa mwanamke unaoa Equity Bank msima, maana unakuta baba ya huko anapenda msichana wake na haketaka msichana wake akule shida, lakini yeye haketaka kuingilia relationship yeye ya msichana wake na huyu kijana, maana huyu kijana from family maskini, na huyu ni mtu anajua you can come from poverty na ukue na pesa. So hawezi kuingilia relationship ya mtoto yake, lakini atafanya nini? Atasupport hiyo familia isimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anakutana na kijana mwenye kwao kumbe wamekatazwa pesa, kwao wamekatazwa utajiri. So ukioa mwanamke kama huyo, unaoenda kwa Mungu kumuuliza, why did you God bring me? Relationship yako ikashikana na mtoto wa tajiri. Because it is a mind that was deposited by God to you. Ama pesa unaandikwa, unaletewa idea ya pesa mingi. Ama tunakuwa na connection na wewe nakwambia tafuta mnunuzi wa shamba. Kuna shamba iko Ruda na inauzwa milioni 800, tafuta mnunuzi. Sasa hapo ndio unauliza Mungu, ni kwa nini umenipatia huyu mtu? Tumekutana na yeye na niko na baya. Na unakuta by then kuna naye baya ako Dubai alikwambia nitafutie shamba Ruda ya pesa hii, na huyu anakuambia tafuta mnunuzi wa pesa hii. Unaona sasa, unakuta God deposited. Sasa kuna deliberate move ya biguni kubariki wewe. Lakini sasa what will happen, ndio hiyo vitu zikuje zikae kwako. You need to ask God, ni kwa nini umeniweka hii idea? Ni kwa nini umenipatia connection? Because any wealth that comes to you has a program projected by the kingdom. Has a program projected by what? By the kingdom of heaven. And that is what you need to ask. What is the reason? Why do you want me to do this business? That's a question number one that you ask God. Why do you want me to do this business? Even your question, the greatest question you need to ask in your life. Before you move, before you do anything, you ask God. Why do you want me to do this business? Why do you want this money to come to me? Because there is a reason. Kuna sababu kubwa ya hiyo pesa ikuja. Haikujagi tu kwa sababu inakuja. God does not give because he doesn't have people to give. He gives you because of his reason. And if you connect to the reason of God and to the perpetuation of God, what is the relationship of this business with your kingdom? You ask question number 2. What is the relationship of this business with your kingdom? Now you are connecting this biashara na ndio ipate a heavenly king, a heavenly what? Protection and covering. Otherwise it won't come. Zitaogopa, zitatoroka because there is no coverage. Bwana Yesu asifiwe sana. If you cannot commit what the idea God has given to you, na iko na pesa, na hiyo pesa inakuja, if you don't connect it, we henge it on the kingdom, then the money will fear coming. The business will fear coming because you yourself, you are not allowed. In the spiritual realm, wewe hauna kibali cha pesa. Lakini kama utaconnect, maana Mungu anataka kukupatia hiyo pesa kwa sababu ya his kingdom. So you ask God, why? What is the relationship of this business with your kingdom? The question that you need to ask, niki giratuma uranegera milioni 200 ciake, pesa ici wanegera ri, iziko na relationship na ufalme wako?
ama ni za kwa shetani. Hata kama ni wa kwa shetani, tunauliza kwa shetani, is there any relationship na kingdom? Zikuje sifanye nini? Unaambiwa unataka damu watu 500, unyonye watu 500 ukituletea. That is why tumekupatia this wealth. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu inakuambia tunataka mama yako, tunataka baba yako, tunataka, there is a relationship. Anything given to you, upande ya shetani, upande ya Mungu, there must be a relationship. And for this thing to come and agree to stay with you, you must activate the relationship. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sasa kutoka hapo hiyo pesa will not be protected by men. Will not be protected by your clan or by your bloodline. It will be protected by the kingdom of heaven. Because it is coming to serve the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. So Jesus, for example, did not die so that we make money. Did you know that? Yeah? And why do you ask Jesus to give you money? Yeah? Did Jesus die for you to make money? Never. Jesus never died so that mkue matajiri. He never died so that mkue na pesa ama mkue na manyumba. Jesus died because of your sin. And that is it. The rest is for you to fight. The rest is for you to find out a way and understand the relationship of what God is putting in you. And therefore, ask from God what is the mandate in the business. Question number 3. Ask God what is the mandate of the business. Hii pesa umenipatia. What is my mandate? What am I supposed to do with this money? How should I handle this money? You get the mandate. Usipokuwa na mandate ya hiyo pesa, ni maanisha hauna authority ya kukaa na hiyo pesa. Na kwa hivyo inaweza kukuja na manzige zikuje zikule na ubaki bila. Before Jesus was born, Moses was there. He existed. And even John was there. It was not their purpose to look for money for you, but their purpose to connect you to God so that you can operate in the spheres of God. Praise be the name of God. The effort you put into work is a seed. Did you know that? I'm training you how to raise an altar of wealth. The effort that you put, because you must put that effort, is a seed. And it is through that seed ndio tutaanza kukuza, ndio mbegu itamea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana umejua the purpose of God, the reason God gave you, the mandate that God has given you. Now it translate into what? The seed. And this seed ikikuwa planted itaanza kujaminate na biashara itafanyika. God is looking to see the seed. And therefore after that, how do you explain to God? Hello? How do you explain to God on what He is giving you? You must, everything that God gives you requires accountability. That is number 4, step number 4. You have to indicate to God. Lazima uandike proposal to God. Umwambie accountability. Umwambie nitapata hii milioni 200 na 10% nitaipeleka kwa nyumba yako. That's accountability number 1. Unamwambia this is what I will do with your money. This is the way forward. And then God will indicate, anaandikaga mahali kwa sababu ulimwambia this is how I'll do with the money. Sasa kuna wengine hapa tunaambiaga Mungu nipatie pesa. Ukinipatia pesa nitajenga nyumba yako, nitasimama na kazi yako. Pesa zikiingia unaanza kukua busy, hata kanisa ukuji. Sasa unaandikiaga apostle ka message unamwambia I am busy lakini ndakuja nimekimbia Uganda none ndagoikeria giriko mihauwe gekombe yake ya gashai ndagoikeria giriko no nuora na 10% ile wahenetie Ngai ulikuwa umemwambia Mungu nikipata hii pesa hivi 10% nitaitoa. Kuna siku ulidanganya Mungu 10%, ukaambia 10 Mungu 10%, lakini zilikuja mingi sana mpaka ukaona hizi ndani kila pastor kweli niani nipatie nitoa hiyo pesa yote nipeleke pastor. Sasa ukarushia pastor huyo kitu about 50,000 kwa kasimu, maana ulikuwa busy kidogo, ulikuwa unaenda kufanya biashara, si ndio? Niko kana ni maheni basi hau ni holu mathina maku makwambĩrĩirie tondũ nĩ wahenirie Ngai. You had promised God this is my accountability. Wakati alirealize ndĩradiri na mũkora indo ciothe cikĩhingo. And that is how God will stop. You can be paid even 10% and God sits down. You had promised God I'm going to do ABCD and then he gives you, he allows 10% to be paid to you. Then he sits there. From there akiona ile ukora umefanya utaishi kwa kesi.
then you will struggle for the rest of your life. You will die. Your children ndio watakuja kubenefit na hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. So accountability, whatever you explain to God before you get that money, you have to write a proposal. This is how I am going, because you have already connected the money with the kingdom. So you have to tell the kingdom, this is how I'm going to use your money, not my money, your money, your business. This is how this business will do. It is for the empowerment, for the enduring, for the empowerment of your ministry, of your people, of the people around us. This is what I will do. This is the money. Because you have given me this business, it is for the advancement of your kingdom. I will support preachers. I will support crusades. I will support ministries. I will support orphans. I will support this. You have to write it. This is what you will do. I will be supporting women, people with disabilities. I will be supporting children. I will be supporting wamama wadigwa. That is what you indicate to God, and perfectly do so. Because God is monitoring. Because the money now does not belong to you. It belongs to them. And because you had surrendered the money to them, or the wealth to them, then what happens if you start misbehaving? They close the account. Nasikia account imefungwa. Na ikifungwa imefungwa. Utaishi mpaka ukufe, watoto wako ama majagiri watakuja kukula hiyo pesa. Utasikia kuna watu wanaitagwa trustees. Ndio wamepatiwa wagawa hiyo pesa na wajue distribution ya watoto wote na venye inafaa kukua. Bwana asifiwe sana. So make it work always. So this is now what you need to do to build a personal or a business altar. 2 Chronicles chapter number 6 verse 12. 2 Chronicles chapter number 6 verse 12. Are you okay? Kabisa? Unajogo kidogo, unakaka kidogo, unajogo kidogo. Si ndio? Hebu jogo kidogo, jogo kidogo. Usisimame tena attention. Nijogo, ruka na pedea kidogo, tembea mpaka huko, alafu tena urudi. Tembea mpaka huko, alafu tena urudi. Diharia, niginya hapo. Edo salimia ule mama. Salimia, mwambie hello. Yes, rudi kwa kazi yako. Ndio hakika haha tugumane haha. Tupatie 2 Chronicles chapter number 6 verse 12. Now you are building the altar ya utajiri. Na wale utafaulu kufanya hiyo within this, before the end of this month, kuna mlango yako itafunguka. Provided uhakikishie bigu ati hizi vitu zitarudi kwenu, zitakuja, zitafunguliwa. Lakini hii sura yenu imekaa nywele gumu zinaogopa kukuja. Then Solomon, is it 2 Chronicles? Yes, chapter number what? 6 verse 12. Yeah, then Solomon stood in front of the Lord's altar, and the Israel people who had come together there could see him. He lifted up his hand and to pray. He lifted his hands to pray. Verse 13. Aliinua mikono yake, kwani he lifted in a form of surrendering to God, telling God, now it is no longer me, it is you. So for you to begin building the altar, personal altar or business altar or whatever altar, you have first to surrender to God. And now you are building an altar to invite the presence of God. Because there is no way the presence of God can stay with you at the same time your presence be there. One must exit, the presence of yourself or the presence of God. God is either God or you. It must be never two of you. Bwana Yesu asifiwe sana. He had made a bronze stage to stand on. It was 2.3 meters long, 2.3 meters wide, and 1.4 meters high. Why do we have specific measurements? Because anything from God is measured. Anything from God is measured. You just don't go come build your own house. Ungalia wakati wa kujenga the ark. Is it the ark? Yes, the ark. This was done in specific condition, specific measurements. Nothing was bigger than what God wanted. Ukiangalia the temple the Solomon built, it was done within the measurements. There must be measurement, because it is not yours, it is God, and that is the way God wants it to be done. So you don't do things according to you, or is as though it is yours. You do it according to the measurement of God. He has to give you, this is what I'll be comfortable with.
Hello. So it must be the comfortability, not yours, God's comfortability. He put it on the middle of the yard and stood on it. So the positioning, where do you position that altar? Hallelujah. The positioning where you put it is also, it matters. It matters most. You cannot put your altar, hata kama nyumba yako ni kidogo, mahali mnakuaga na bwana yako, mahali mnakujuaga na boyfriend yako hapo, na bado hapo ndio unapiga magoti. It does not work that way. Ati hau noho mweke gokona kianyu na hapo mwekere gokona kia Ngai hau kado kwaja kianyu mwekero rire kia Ngai mwekera hau ri. Hapana, you need to get a specific place where your God will be worshipped. A specific place. Na ukienda huko hauendagi kama ukitoka kwa sexy. Hapana, unaendaga kama umejicleanse. You have to clean yourself before you get there, because it's a holy place. Tietene umehauma sexy ne makosha ketangatangia tumagoro taku. Bana nenda oka. There you go. You are stinking. Hallelujah. It must be a place where it's good and clean. No iwaroda. Tiwo shuhoka gore waturagia hau maru hauthi. Na ide waruta na mathaga mare waruta na mawira magwete oro hau abia ko ithia hau ni na mogoroko gokete. He put in the middle of the yard and he stood on it. Then he went down on his knees, where you see now it is in the middle. It is in the middle, and he knelt down there to surrender, to give it in totality. This is what I want you to do. Then he went down on his knees where all the Israelites could see him. So this must be a place that is a good, conducively place where it is accessible. Where because you are doing an altar for the family, an altar for business, an altar where even the business people ambao mnafanya nao kazi can access it. It was in the middle where everybody could be able to see it. So sio hiyo ya bedroom, hiyo ya kwa kitanda hapo chini, hiyo sio mzuri, hiyo ni baya. Afadhali uweke pale sitting, kama kanyumba ni kadogo weka pale sitting room, ama uweke hapo kitchen kado. Ushaiona Muislamu akienda kwa bedroom? Hapana, hawaendagi kwa bedroom, either waende nje, waeke mkeka yao hapo, ama sitting room waeke mkeka wao, wafanya maneno. Lakini bedroom na karibu na choo hawafanyagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sisi kama mnanielewa? Kwa sababu kuna factor ya bedroom ambayo haikuangi mzuri sana. Hata maombi ya bedroom, it is not good, because that karum, hiyo karum kana kuanga defiled 24/7. Hata kama ufanyagi lakini kana kuanga defiled. Mitodo meshiria mauruma koroko bedroom. Nona lia waruta guo. Atureda huko no ikulia duma koma ga freestyle, matida ga pajama, matida ga ke meshiria masio moru. Meshiria masio. Magwiciria kimundu kiroroni na hare getwarithitie ngari ki tondu ugiciragiria kuurire weiko kigaragara toro ni wagire hingo niguo weciragia kimundu mwari na kio ndugu ugiciragia kiritu mwari na kio onete hau ukigaragara oriri kana mere ndugaragara oriri weika ndugaragara oriri weika ukagatoro ndugagatoro waigira ori wona gatoro ndugagatoro it is not a very conducive, but if there is no any other place, you use salt to cleanse it. Every night before you sleep, you use salt to cleanse it. Or ukiamuka, you use salt na maji. Unateka maji kwa salt, alafu una sprinkle hiyo nyumba hapo, kwa sababu kama that is the only place. Najua unaweza kuwa kwa bed sitter. Sasa utaniuliza sasa bed sitter kitanda ni wapi, sitting room wapi, kitchen ni wapi? Then una cleanse that place, you make it holy. Because it is an altar is a point of conversation between the earth, you and the heavens. It is a point of instructions where spiritual instructions are done at the altar. So when you are releasing the spiritual instructions, it must come from a clean place. A clean place. If all, it is meant for the cleanliness that you are. So you get then he went down on his knees where all the Israelites could see him. He lifted up his hands towards the sky. That is how you do it now. You kneel, then you lift up your hands toward the sky. It's a point of contact. You are raising a point of contact between you and God, so that you can create a conducive environment for God now to release the spiritual instructions.
verse 14. He prayed, Lord of Israel, God, there is no God like you. There is a formula also on how you start approaching God. You don't start approaching God by demanding a car or by demanding a wife or a husband. You lift up God, because God is a jealous God. God is a God that likes, anapenda sana. Mungu anakuaga na marigo mingi sana. Na anakuaga na Mungu ni mwanaume, anatakaga. Unajua sisi wanaume we have our own ego. Hata ukitaka kakijana kama haka, utakuta kako na ego yake, kako na, huwezi kwenda kukabubulisha hivi pa hivi, katakusomea, katakwambia what are you doing to me, because ni kama mwanaume. Hivyo ndivyo Mungu wako. Mungu anapetaka, unajua sisi tunapetaka kuambiwa, oh my darling, pole. Oh my darling, I love you so much. Oh my darling. Sasa unakuta mwanaume ana relax. Lakini ukianza kutoa ukali hivi, kama sasa mimi ukinitolea ukali na kuaga mubaya. Mshainoti hivyo? Kwa sababu I have my own ego. Mimi ni jagiridosi. Wanaita kwa jagiridosi. Kivyake, niko na ego yangu. Na ukikuja juu, na mimi nitakutolea mimi wote. Mogeke itakuja, ujabasi yangu yote itakuja, mahiasi yako yote nishikumela. Ginya oshokethi, niguo gashokathi. Hallelujah. No waga gushoka thi guikara hali iguru na gukinyage mutwe nginya nigetha udambure umenye ndiu. That is a man for you, and that is how God behaves. So you need to supplicate. You need to go completely down. He prayed, Lord of Israel's God, there is no God like you. You start by praising God, worshiping him. Either in heaven or the earth. You continue to do what you have promised to do for your people. Yani, you now urehe ngoro ya Ngai ati we no utumagaturie utagireho. We can't make it. We are going to fail. You are going to be destroyed. You are the salt of the earth. You are the power. You are the authority. Yani ukagemia Ngai ginya Ngai akarogama. Once you worship God, don't praise. What's a praise? Worshipping. You worship God. And that is, you'll see in most cases, worshippers in churches, like the praise and worship team, they are targeted. Because those are the people that brings the Spirit of God. Sio Spirit, yeye mwenyewe anakujaga. Na anakuja anatembea kwa kobaudi yako. Kuna siku anakuaga hapa, tukiworship vizuri, anakujaga yeye, hatumanagi, yeye personally, unamkuta hapa. Yeye ndiye amekuba. And that is how you bring him. By worshiping him. You go deeper. Unajua kuna worship zingine nasikiaga hapa wakifanya, unasikia hiyo worship hata haiwezi kuleta hata paka. Hata nini haiwezi kuleta. They are dry. They are completely dry. Unakuta wanangangana na amebadilisha. In 10 minutes amebadilisha nyimbo kama 8. Because haigi todo imodo ciumire kure ciumire itada-ini ciao kuria maraire magika maundu maria maingi magoka guku magoka kahuritie microphone. Oh Bwana wasifi uria ngi nake umire kwa mundu ungi no reke umire kwa mundu ungi ciakorwo hacia camania ke imodo citangitwara na ndagika onemwe, because the spirit are not connecting at all. For them they are willing. For them, they are really willing to do it. But the spirits zao zinakataa. Kwa sababu huyu ametoka kwa Anyago, huyu mwingine ametoka kwa Nafura. Huyu mwingine ametoka kwa Boy, huyu mwingine ametoka kwa Karaja. So wanakutana wapi hapa? Watu wote ambao wako na spirits zinalimana. You need to prepare the atmosphere first. We need worshipers, the pastors, the ushering department. You cannot be able to make it. Kama sasa mahashas, they are the most dangerous people in a church. They are the gatekeepers. They are the people who allow people to get in. Sasa niambie mtu ni jagiri ndio amesimama kwa mlango, inafungulia watu. Ukiingia tu anakurushia kiroho. Ugeuka kuikara thi haha uragapata bomu. Tondu maroho mari orekereiyo makwa ngoma ni aca. Alafu ucoke ugacemania na timu ya praise and worship nayo ina maroho mao mahiana igunyo cia minyongoro, igunyo cia kiu, wote wale wanarusha, ule anarusha, na mimi pastor, na mimi nimerara, nimetoka kwa nani? Kwa Waboi. Nimekuja sasa, nimetoka kwa Waboi na kuja kuhubiri. Sasa inakuta kuna kishetani kikubwa pale, tushetani tugine kama 8 pale, na tushetani kwa mlangoni. Sasa niambie wale wako hapa innocently, mko ino kama hiana ate nuku ino kako kumuhiana mali shababu. Utakuta vita kila mali. That is why you need to have 3 days before you come to the altar. You have to have 3 days ya kuopa, unajitakasa.
Ukikuja kwenye madhabahu unakuja ukiwa msafi. Wewe ambaye ni muombe, ni mchungi, ni mfugi. Mnaita kwa wafugi? Elizabeth, mnaita kwa nini? Wafugi. So before mfuge, muanze kufuga, nyinyi mwenyewe mmefuga, mmejifuga. Maasha, nyinyi mnaita kwa nini? Ni walinzi. Nyinyi wenyewe, how are you? What kind of a spirit that is revolving around you? Mimi mwenyewe nimekuja kushika microphone hapa. What kind of a microphone? Nimeshika microphone, yes. Nimetoka kichaka gani? Daireko. Daireko kwa nafura utuko. Dairege nywa miratine yakwa gioka goko dojo morete ritho gota birori. Ni gode ya mwira ya release. Katika jina la Yesu. Ninaachilia nini? Zile vitu zote nilitoa kwa nafura usiku. Supported by the praise team, supported by the ushering. Kwisha nyinyi umukiuma gukumbuka kwa muhie na ng'ombe ciuma dipu ine. Najua ng'ombe yenyewe imetoka kwa dipu venye nakuwa confused, haijielewi, haijijui, yani Bwana Yesu asifiwe sana. You continue to do what you have promised to do for your people. You faithfully love those who want to serve you. You have coronated. You see, that introduction alone, you have coronated God kwa altar yako. Kwa hivyo hakuna kitu Mungu huyo atakubali kiingia hapo kichafu. Atapigana. Because you have allowed him to take over. You have allowed him to be him alone, not you too. Him alone. You have created a conducive environment that no demon can be able to find a place in your house. 2015, no demon can find a place in your presence. You have done what you promised to do for your servant. You have, this is now lifting up God, glorifying God, making God be God, until you do exactly what you promised to your servant. You are not a liar. You're telling God, you are not a liar. You are a God we trust. You are a God that I bank on, a God that is only God. There is no any God apart from you. You alone I rely on. So you have used your power to finish today everything that you said you will do. Who did it? Solomon ndiye alijenga, lakini he is releasing it back, anarudishia Mungu. Amemwambia, you have used your power to finish the work that you said. Wewe peke yako, wewe ndio umefanikisha kila kitu ambacho tumefanya hapa, sio sisi tidwe, wewe ndio umefanikisha. Sasa tuende hapa, tuende na watu wawili watatu kama Roda hapa, afanikishe kwa kitu kimoja hapa. Roda huko atakuwa akitembelea juu ya viti akisema, ni mliona? Sasa hiyo mpaka anatembea hivi kama amegonyoka. Mliona hiyo kazi? Kama ilikuwa kila kitu ilikuwa imesimama, lakini nilipofika tu hapo hivyo kitu ikaanza kufanyika. Makosa na anatembea hivi. Kwa sababu alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifanya. The moment alifanya, the moment say I did, the moment say nilifaulu, ni mimi nilifanikisha, God vanishes. Anapotea. Hata kwa biashara ndivyo kuna idanga. Ukisema biashara uiondoe, maana mwanzo kabisa tulisoma nini? Tuliambiwa Mungu, what is the role? Ni mbona umenipatia? Unauliza Mungu, ni mbona umenipatia hii biashara? Alafu unamuuliza the connection of the business with the kingdom of heaven. So unampatia, akikwambia it's connected, then you give a proposal yourself, you give a proposal to him. Hii pesa najua nitakuwa nikipata milioni 100, na kati ya milioni 100, milioni 50 itakuwa ikienda kanisa kusaidia nini? Kazi za nani? Kazi za mayatima, kazi za makanisa. Unasikia kuna crusade inaenda inafanyika mahali popote. You don't need to be associated with that church. Unatuma tu, unasikia mwili wanaenda mahali fulani, unatuma. Unasikia nganga anaenda mahali fulani, wewe unatuma. Hiyo pay bill yake wewe weka tu. Usitake kujua anaenda wapi, wewe tuma, because the money you have is part of the advancement of the kingdom of heaven. You connect your panel, you connect the altar that is you. You connect the altar of family with the kingdom advancement, because it is meant to advance the kingdom. The worship team ile iko hapa, it is supposed to advance the kingdom. The prayer, the ushering team is meant to advance the kingdom. You, all of you in the church, you are here to advance the kingdom, not to destroy the kingdom. Now ukijaribu kuvunja that kingdom, and myself on my side, I have dedicated my altar to advance the kingdom. Na unataka kupigana na mimi, kingdom fights you. The kingdom will switch you off completely. Hata ukienda kuomba kitu inakuwa sikia imefugwa. Ukienda kuitisha Mungu pesa imefugwa. Maana you are fighting against a kingdom.
Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are dedicated your family, you have dedicated your altar, you have dedicated business altar or the family altar to God, then you no longer now become yourself as mercy. You become a kingdom advancer. So when you become a kingdom advancer, you are given the army of the kingdom to protect you and fight for you. So in whatever you do, any business transaction utafanya lazima itafaulu. Anywhere you go utafaulu. Whatever utafanya hauwezi kulala kama ani, utakaa macho kabisa hivi, because the kingdom is protecting you, is fighting for you. Lakini ukiona mtu analala na ako hapa na kingdom iko hapa, ni kumaanisha kuna kitu moja yake imekuwa switched off, kwa sababu kuna kitu ambacho hakiingiani vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 16. Now, Lord Israel, God, there is another promise that you spoke. You see now, after worshiping and praising God, now this is the time he put something about what they want. But it's also not for them. It is for his kingdom. Now, Lord Israel, God, there is another promise that you spoke to my father David. I pray that you will do that too. Sasa si hata si anaitisha, ni kitu alipromise David. That is how now, hiyo ni altar speaking. He's using now the altar to speak to God. You said to David, there will always be one of your descendants to rule Israel as my chosen king. Amefix Mungu. Umeona sasa, anaifanyia wapi? Hiyo maneno yote ameifanyia wapi? Kwenye madhabahu. Maana madhabahu ni clean, imeleta the presence of God. Imemuleta kwenye hapo. So kwenye madhabahu hiyo ambayo umejenga ya biashara, biashara itafanyikia. Kwenye hiyo madhabahu umejenga ya familia, familia yako itasimama na itaishi vizuri. Unaona sasa huyu ana-invoke katika hiyo madhabahu, anataka kuandika kwenye hiyo madhabahu ya kwamba wewe Mungu, kuna kitu kingine nataka nikukumbushe. Ulisema katika uzao wa Daudi miaka na mikaka hakutakosa mtoto wa kukaa kwenye hiyo ufalme. Ame-invoke, amesema anataka to rule the world all of life. Maisha ya hiyo familia sasa ameselect that family kuifix kutawala dunia. Na ameifixia wapi? Kwenye madhabahu. At the madhabahu ndio mtu anaachiliaga maneno kama hayo. Kama kuna biashara yako unataka ifanyike, hapo ndio unaachilia biashara yako. Hapo kama kuna kamsichana umeona kazuri na kamekukataa kidogo, chukua tu picha yako kapeleka kwenye madhabahu, kaekelea hapo, kazugumusie hapo, unakaita Jerry, no aigwa we Jerry. Ndakwira atiriri, we mutumia wakwa, na iguru niretekete na rucio ndirakwenda ukoro gwakwa. Kesho utaona Jerry akigu. Utaona Jerry akikwambia, by the way, ulikuwa ile kuna kitu ulikuwa unaniuliza jana lakini sikuelewa vizuri. Ulikuwa unatakaje? Nitamwambia, si nilikuwa nataka ukuje. Sasa unataka nikuje. Si ni late. Naona kumeenda late. Lakini baadaye can you promise, utani-promise utani-drop home. Kamekubali, maana madhabahu imefanya instruction. Ime-command, ime-release. That is how you command the business. Hata biashara at the altar. Ndio unaona muhindi asubuhi akiingia kwa duka yake anaigiaga na anafuga mkiwa nje. Anaenda anaakisha zile mavitu zao, anaakishaga. Kisha anaomba. By the time akimaliza kuomba ndio awafugulie mkuje muanze kujipanga kazi huko. Unaona pia customer ni wege kuliko nyinyi hapo nje, wamepanga laini, wamegojea duka imfuguliwe. Ni kwa nini? Wamekuwa summoned na hiyo madhabahu. Wamekuwa summoned. Biashara yote inajengwa katika summoning ya madhabahu, because the madhabahu ni powerful. Madhabahu inanena, iko na nguvu na inafanya. Kwa hivyo maneno yoyote utaabia hiyo madhabahu, maana the madhabahu is alive, ina communicate. Kama ni customer unataka, inakuitishia customer, wanakuja. Kama ni nini, kama ni biashara unataka ipanuke, itapanuka na utapata kila kitu. Kama ni advancement unataka, kuna biashara unataka iko India, you command it from your altar na inaitika. Unaita muhindi anaitwa Patel, ndiye ana supply machinery ambayo unataka, unamcommand, anakutumia bila pesa. Anakuambia utanilipa in 1 month, in 30 days, and that one will happen because the altar will speak, the altar will say it. And this is how unakuta wale watu wako Ruda hawakwenda Ruda kimakosa, walienda wote. Wewe ambao unaishi Mukuru kwa Ruben na ule nakaa Ruda, nyinyi wote mlitoka from a village, si ndio? You came from a village. You came from Muranga, somewhere in Muranga. Nyote wawili mliingia barabara moja mkipada hivyo. Yake ikampeleka Ruda na yako ikakupeleka Mukuru kwa Ruben. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ya kwenu inasema Mukuru kwa Ruben. Madhabahu ya kwao inasema Ruda. So you must be connected to where your altar speaks.
It connects you automatically. So kutokuwa na pesa si ati uombagi. Kuomba hakuwezi kukusaidia upate pesa hata ukiomba namna gani. Don't waste your mudhosi. Usipoteze wakati mwingi ya kwenda maombi, kujifuga mkatoroni, mara huko Heaven's Gate ukihoya atenebesho la hoya. Money will never come. Money does not hear prayers. Money hears a command from the altar. Wealth utoga hears a command from the altar. Mtu amekwama na pesa yako, nenda kwa madhabahu, munene, chukua picha yake. Huyo mtu amekataa na pesa yako, mpeleke kwenye madhabahu, kama piga magoti hapa, muagililie kigokona inegeke, oshoke urute sacrifice. Utasikia amekupigia simu mara moja, because it will speak to him. It will talk to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio najiulizaga kwa nini watu wa dunia ndio wako na utajiri, watu wa kanisa hawana utajiri? Because wako na madhabahu yao, wanaendaga kwa waganga, wanaendaga kwa wachawi. Kuna ile madhabahu wanafuata ya kifamilia. That is why they have wealth than you. Wewe uko na madhabahu but you don't know the principles of the altar. Haujui kuitumia. Wewe unajua kulia lama sheketere, ninaomba Baba uniweke pesa kwa mfuko. Akutolee wapi? Watu ulisikia biguni kuna pesa. Delaru iko hapa. Pesa inatengenezwa hapa duniani. Haitengenezwi biguni, inatengenezwa hapa. Kwa hivyo kama ni kitu imetengenezwa hapa duniani, unakitafuta kwa dunia, haukitafuti kutoka biguni. Yes, hautafuti pesa biguni, unaitafuta hapa. Inatengenezwa hapa Delaru. Hapa. Kama imetengenezwa na binadamu, hiyo ni kitu ambayo inakomadiwa na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni shamba unataka iko hapa duniani, haiko biguni, atuweze kuambia Mungu Baba ndakoria ohega shuje no augira ni ogotuhega shuje kamgoda akurutire kugashuje na gego huko. Aliambia wana wa Israeli tokeni Egypt, wakatoka Egypt. Hakuenda kuwapatia gashuje, hakukileti gashuje ingine, alienda kwa kada gashuje ka kwanza, akakuta kamekaliwa na watu, akawaambia tumieni madhabahu, ngoeni hawa watu. Na mvuje madhabahu zao, mvuje ashera zao, mvuje kila kitu, na muachije, muaodoe. Wakatumia nguvu ya madhabahu ya Abraham. Aliambiwa kizazi chako hakitawahi kushindwa. Na kizazi chako mahali kitakanyagisha mguu kitamiliki. Akaambia Joshua mahali utakanyagisha mguu utafanya nini? Kwa sababu kuna madhabahu ya baguka inawatetea. Sio kwenda te Baba nurakiona Ngai kinyona kwa guthikwo gotire gukirenya mucia gukuria kari nginyoge thikwo takuliwa na mafisi na dunia ifike. Sema ngine na ngui na gukuri na kihindi kia mtu waku rathi kuria na hivyo na Mungu aendelee kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naendelea sio lazima uzikwe. Wacha kwenda kutishatisha Mungu ati hauna mahali pa kuzikwa. Haye, utaoza huko na ukue boga na watu wakule. Kwa hivyo it does not matter. It doesn't matter. What is of the earth is controlled from the earth by raising what? The altars on the earth. Bwana Yesu asifiwe sana. Menya yura Mungu shaimo ikaranye na Ngai. Tumutie kata mekora. There will always be one of your descendants. 20:17. So now, Lord of Israel, God, please cause what you promised to your servant David to happen. Cause it to happen. So he is causing it. No, he's not creating it. He's not bringing it from heaven. He is causing it to happen because already it's there. That is, this man is speaking from the altar. He is commanding. An altar is a point of authorization. He is authorizing the power of God. We Asha, ukiona mama akilala uende uchape kofi. Sasa 18. But surely God, you do not live on earth with the people. Si unasikia? He doesn't live on earth with the people. The whole sky or even heaven itself, it is too small to contain you. So how can you live in this temple that I have built? Verse 19. But Lord my God, please listen to my prayer. As I ask you for help, please answer me, your servant, because I need your help. Hiyo maneno yote ana command, ana operate within the altar. Tulielewa wakati ule mchana, Bethel ni mahali pale Isaka, Mungu alienda akapeleka Abraham atoe Isaka. At the same time, the same place, hapo ndio Jacob alikuja wakati alikuwa amechoka, mambo yake imefika mwisho, alijikuta Bethel. Madhabahu ya guka ilimfuruta ikampeleka pale. Alipofika pale aliona bingu imefunguka, mangagazi na watu wanapanda wakishuka, akasema surely God is in this place. So in that altar, if it is clean, God will be in that
place. So make your altar and then make it clean for God to live there. And when it is clean for God to live there, anything that you command from there, it will happen. This is why this man is so akona confidence ya kufanya ile yote. Anasema, God, please listen to my prayer. As I ask you for help, please answer me. You are servant because I need your help. I need, because he's in the position of authorization. He's authorizing now the Spirit to operate. He's authorizing now the will of God to operate. It is in the altar that the will of God is authorized. Verse 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Watch over this temple. Take care of it day and night. Watch over what? This temple. Day and night. Watch over it. Because he has cleansed it. He has made it clean and holy. So that place must be very clean. No workings must be very clean. How would they? How would they? Are you getting? Yes. Because kama si hiyo kitu si uko na periods zako. Periods pia uchafua. Periods uchafu ndio unaonanga mtumishi wa Mungu apiki yangu chakula ama mtu yote ufai kupikia mtu ukiwa na periods. Ufai. If you can be able to avoid it. I know it is very difficult sana, but if it is possible with you to avoid it because that time in your menses you are dirty. Bwana Yesu asifiwe sana. You are dirty and you may compromise this man of God or this man, this husband of yours or whoever that you are serving around you. Utakuta siku hiyo kuna vita, utakuta huyo mtu anainukiwa na vita kwa sababu yako because menses zako ziko na shida. Menses hizo zote spiritually zinakuwa na matatizo. Ndio unaona wamama wakati walikuwa na hiyo hawakukubalishwa kukanyaga pale. Walikaribishwa mtakaa huko lakini huwezi kufanya nini hapale. Sasa hata kama ni mimi sasa you cannot serve me. Tiore huo nyina roda ya ona kogeria tufati kogeria yo kogeria yo. Iganera ukajira igana kana tigwo mukurino. Yes wagire ne kojira iganera. Ndukagwatie tha. Na riu mundu taroda gukagotengera riu madami agasha kiko kinyaenda gukoria kihagi na ni higo magushaijia. People will give honor to my name. Listen here. This is the place about which you said. This is the place you said. Hapa ndio ulisema madhabahu yako ndio yako. People will give honor to my name there. There. Mungu alisema that place hiyo madhabahu umejenga. That is where the name of God will be honored. So he has given an instruction to that altar. That you altar. Here, whoever comes at this altar, the name of God will be honored. Hallelujah. Please, sijamaliza mami. Nirudishie tu hiyo ilikuwa. People will give honor to my name there. Please answer my prayer when I turn towards this place to pray to you. Hello. Sasa amejenga madhabahu, sasa ameleta Mungu. Amemwambia katika hii sehemu, hapa ndio tutakuwa tukiongea na wewe. This is a holy place. And when I come here, please, because I'm not going to defile it. When I come here, nikikuja hapa, ukajigwa. Is an order. He is releasing orders. And he has prepared the place to be such a holy place that wherever order itatoka kiwa hapo, lazima itatimika. Vita vyovyote ukiinukiwa na mtu, na watu wakikuinukia, unaenda, you retreat back to your altar. And once you retreat back to your altar, utaona maneno hiyo yatafanyika. Watu watafiekwa kufiekwa, maana madhabahu yako iko na nguvu. 21. Madhabahu hear the prayers of me, your servant, and the prayers of your people. Amecommit yeye na watu wake wote. Amewalete kwa hiyo madhabahu. Amewaekelea. Unalete biashara yako, unaiwekelea kwa madhabahu hiyo. Unalete watoto wako kwa hiyo madhabahu umejenga. Kama ni kwa hiyo kakona pale, weka picha za watoto wako wote, weka picha za bwana yako, hata ng'ombe zako upige picha uziweke hapo, makodoo na mabusi zote weka hapo, kila kitu yako, hata uende wardrobe yako ipige picha uiekelee hapo. Ukitoa sadaka unaitolea pamoja na hizo vitu zako, unatolea sadaka. Na kwa hiyo madhabahu ukiomba unatoa kila siku kienda hapo. Every time you visit there, you give a sacrifice. You give kwenye madhabahu, you give a sacrifice. Unawacha hapo. Kama ni 10,000 waekelea hapo. Wakati wa sadi, wakati unakuja kanisa unakusanya pamoja, unazileta kwa madhabahu yako main.
Bwana Yesu asifiwe sana. You must keep the altar alive always. Kwenye biashara yako. Na ndio unaonanga Muislamu wakati wote anaenda kanda kamukeka. Hako kamukeka ndio kama madhabahu. Ikifika saa 7 anakuweka gari kando, anaenda pale kando, anaangalia east, anafanya modulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaingia, anaenda. He speaks to the altar that maintains him. He speaks to it, he communicates through that kamukeka, ndio communication yake iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni wengine hapa Wakristo ambao ni warokole hawajielewi, watasema that's idol worshiping. Idol worshiping nani amekuajiri? Hadi amekuandika. Unaendaka kuchukua vitu kwake. Unaenda Isilimu, unasema ni watu hawataenda biguni. Muthia kugera ciako indo ciako ndora matagathi matuine niki. Si nyote mnaendaka Isili kwa watu hawataenda biguni. Nyinyi mababu mnaenda biguni, mnaenda kuvaa vitu za watu hawaendagi biguni kwa nini? Mnavaa vitu vya shetani kwa nini? Because hamuna msimamo. Wale wako na msimamo. Enda saa 7 kamili, uko na milioni 10 umepelekea Muislamu. Utakaa na hiyo pesa kwa mlango. Aende abudu, akuje, akwambie leta pesa. Hawezi kuchukua mpaka ibada yake ishe, kwa sababu wanaheshimu madhabahu na wanajua hiyo madhabahu ndio imekuinstruct. Hakuna kuhatiri $100 na pesa yake. Dogedia na sio. Utakaa hapo utamngojea. Atapiga moduru yake, utakaa hapo maana amekukamata na ndiye alikukamata na akakomandi ulete hiyo pesa. Sasa utabaki kwa mlango. Hata waizi wakipita pita hapo utakuwa tidokiwa guy, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Na hiyo madhabahu haitakubalisha hiyo pesa ichukuliwe. Itakaa hapo na itachunga hiyo pesa. Because the altar is powerful. And therefore the Israelites, please answer us when we turn towards this place. We pray to you, hear us from heaven, the place where you live, and when we pray, forgive our sins. Meaning that this place that we have created is a place also you can be forgiven your sins. And this is where God will hear you from, not from outside. There, hapo kwa hiyo madhabahu, hapo hau niho Ngai akuiguagira, na hau niho akwarageria, na hau niho mundu athia akohera mehia. Bere utabete kuhoya, hapo ndio unaenda unainua mikono yako unatubu. Ile usherati yote umefanya, ile maneno yote umefanya, masegenyo watupiga, kwanza unatubu ndio uregain the power of that altar. Otherwise ukiwa mchafu na kama umesegenya watu uende hapo, nothing will happen. Hakuna. Otoraho kilitaka. Yes. Tadie 22 tumalizie hapo ndio muende nyumbani, naona mumeanza kuangalia saa. Somebody may do a bad thing against another person. Sasa sikiliza hapa. Na todo nugo muhiana. Nitugo muhiana. Ani wakagwema. Nitugo muhiana. Jukodali na kuchukana nadu na kuhorado. Somebody may do a bad thing against another person. Then he may come to this temple and stand in front of your altar. He may say to you that he is not guilty of any wrong thing. 23. Then listen from heaven what these people are saying. Decide who is right. Meaning, at the altar, it is a decision making of God. How niho matu agiro. How niho geshiritheria mundu. How niho geneanira mundu. Hapo ndio mimi nawapatianaga. Mkinikasirisha nawapatianaga hapo. Na mnashughulikiwa naonaga mkishughulikiwa nasikia vizuri. Yes. Then listen from heaven to what these people are saying. Decide who is right. Punish the guilty person as he deserves. Show clearly that the other person is right because he has not done anything wrong. Show it. How niho vindication yeke kagira. You don't come and start calling apostle ati mimi sikufanya, mimi sikusema. No, don't do that. Go to your altar. Vindicate yourself from your altar. Go and speak to it. You will be vindicated. Utafunguliwa. Kama haukufanya. Kama ulifanya. So don't worry. Ndio nataka mimi hata mkiniambia maneno gani na kujaga hapa nalala wapi? Ukiona nimelala hapa, kuna mashtaka nimepeleka biguni. Yes. Na abiaka Mungu nyorosa mtu yule amefanya hivyo. Na yule ambaye hajafanya hivyo, mlete juu aonekane na kila mtu. Na mimi naonaga watu wakitengenezwa hapa. Nasikia vizuri. That is how I know my God is working. Yes, 24. Perhaps an enemy will win against your people, the Israelites, because we have not obeyed you. But then your people may turn back to you and worship you. They may come into this temple and pray that you will help you. When people go, watu ukosea, neto hetagia. Anatoa hiteto tidiana kukora. Tunarudigi wapi? To the temple, to the hapa. Tunaomba Mungu na tunamwambia Mungu, nitwahoya mohera turekere
Todo already nitogothetwo tushagogwa. Ukigogwa usianze kutapatapa makurukaruka, rudi hapa haraka haraka, inua mikono yako, tubu dhambi zako. Mungu atakusamehea na atakurudisha kwa nyumba yake na ataendelea kukubariki. Kwa maana umerudi mahali patakatifu, mahali ambako yeye anazungumzaga na watu, mahali ambako dukata yake alikuja akaambia Mungu, watu wakikukosea warudi hapa, wapige magoti, wainue mikono yao, watubu dhambi zao. Baba ukiwa mbinguni wasikilize. Are you getting me? Are you seeing how powerful the altar is? And this altar can only be done kwako nyumbani. That altar ya nyumbani ni more stronger kuliko hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hii haukuagi kuiservice. Mimi ndio na service hii every day, every single minute I service it. Nyinyi mnakuaga kule kwa tukona mkisegenya, mkisema apostle amefanya, apostle alikula, apostle akona kamutu, apostle siku hizi daleda toa black, daleda toa white, daliaga kani, daliaga nyama, mnashidaga hiyo. That is why effectiveness yenu haikuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee hapo kugine 25. If they do that, please hear them from heaven. Please forgive the sins of your people, the Israelites. Please bring them back to the land that you gave to their ancestors. Bring them back to the land. The land is the blessings. The blessings are not yours. The blessings belongs to the ancestors. Zilikuwaga kwenu. The blessings ziko kwenu. Lakini kuna venye ancestors waliziondoa kwenu. So this man anambia katika hii madhabahu, ile baraka za ancestors, baraka za mababu na mababu ambazo I'm supposed to enjoy, I'm supposed to be part of it, na zilienda ziwarudishie, turudishie. Hapo ndio naitaka kuitisha vitu zangu zile zilienda na kukaa na shosho zote na ziitishiaga hapo na zinakuja. Zinakuja. Ni mwakena. You have understood how to build a personal altar or a family altar or a business altar. Hata kule kwenu, naona kule kwenu kazini, hapo kwa kakona, naona hapo nakalieka hiyo kitu. Hapo nyuma hapo, tengeneza madhabahu hapo. Hapo ndio mtu yule anakurogaga, atakuja aweke gedito yake hapo. Utakuwa unaamka asubuhi unasikia nimechoka, hutaki kuenda kazi. Baka unashikwa na makasiriko. Unaona ile makasiriko? Unashikwa na makasiriko. Unasema hata hiyo kazi sitaki. Ni madhabahu iliwekwa hapo nyuma. So weka madhabahu yako, protect your job. Protect your business, protect your marriage, protect your boyfriend. Lakini boyfriend don't protect. Una protect boyfriend. Kuna boyfriend yako kwa Biblia? Sio ni ujagiri? Hata mimi sasa nimeacha hiyo ujagiri. What is the reason for the altar? The reason for the altar. One reason for the altar is it gives you mandate. When you have an altar, you got a mandate to speak to God. A mandate to speak on behalf of the people. A mandate to speak on behalf of the business. A mandate to speak on behalf of whatever you want. Number two, when you have an altar, you have dominion. You dominate. You control. Utakuwa na power ya kucontrol. And number three, you have the control. You control every system. When you have dominion, then you get control. And number four, you become fruitful. Your business will start to grow. Your family will grow. Your church will grow. Your ministry will grow. And number five, you will multiply. Automatically, you start multiplying. And that creates you a roadmap. A roadmap to eventually become successful as a Christian in business. And I say thank you for today. Sasa mukishindwa mase teo shoga udhima hoya tededa uhoyere te besa siakwa sioke jega madhabahu. Naigwa, you want anything from today, jega madhabahu kwako. Anoint it. Lift it up. Weka sacrifice hapo. Command from there. Dominate from there. Control from there. Multiply from there. Be successful from there. Sidio? Rehe besha, rehe mushahara. Leteni mushahara.
Lete hapa. Yes, wapelekee bahasha. Wapelekee. Lete hapa. Lete kwa mikono yangu. Hii ni mshahara yangu. Wekela nyingi hiki. Thank you. Yes. Hata kama ni shilingi moja uko nayo ulete, uhakikishe. If you are in this house umenisikiliza, hata kama ni shilingi moja ulete hapa. If you are in this house, na kama uko na mtoto ako hapa, umupatie alete. Tuo mwe ugithagia ngake. Ulete hapa, hapa. Kijana kwaje? Mulete sande. Ni wewe? Ni wewe? Haya, simameni niwaambie. Kila mtu ametoa? Kila mtu. Mwenye haukutoa inua tu mkono wako juu. Mwenye haukutoa. Wewe kutoa? Angalia huko nyuma yako. Omba huyu akupa, mwambie akusaidie na sadaka. Sawa. Mwambie akusaidie. Nataka kila mtu ako kwa nyumba hii atoe. There is a reason. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hata nyinyi kujeni, leteni. Sawa. Leteni. Pesa, toa sadaka yako. Enda kwa mama kwa mwitu. Umetoa saa ngapi? Saa hii? Asubuhi? Enda mwambie, rudi kwa mama yako mwambie akupatie. Hata wewe, enda kwa mama yako mwambie akupatie ulete. Enda. Simsaidie huyu ameinua mkono hana. Amepata? Mchangieni. Hata kama ni shilingi utapata ulete. Thank you. Ngai yako onekane. Umesha makune mwahoka kumomothi. Thank you. Sasa inua mikono yako miwili. Moja wa kulia uwekelee kwenye kifua chako. Moja wa kushoto uinue juu. Wa kulia ni gani? Your right hand. Your right hand uinue juu. Yeah, your right hand uinue juu. Your left hand uwekelee kwa kifua. Rudia maneno haya nyuma yangu. Bwana, sema, Mungu, muumba mbingu na dunia. Wewe ndio uliumba vitu vyote vilivyo uso wako. Vitu vyote vilivyo kwenye uso wako na uso wa dunia. Ukamuumba binadamu. Ukaumba hata milima na mabonde, wanyama na miti. Vyote vinakusanyika mbele zako, vikiwa viumbe vya dunia hii, vikikuabudu. Nimetoa sadaka hii kama kianzilishi cha kujenga madhabahu. Madhabahu ya kwangu, madhabahu ya biashara yangu, madhabahu ya familia yangu. Ninainua mkono huu, licha ya kuwa mkono wangu ni mchafu. Ninakuinulia tu, maana wewe ni Mungu mwenye huruma na rehema. Naomba msaada wako, unisaidie. Solomon alikwambia, watu wako wakikuja
kwenye madhabahu haya watubu dhambi zao, wainue mikono yao juu, utawasamehea ukiwa mbinguni, na kuomba unisaidie kwa msaada wa msamaha. Unibariki, unifungulie njia zangu, unielekeze kwenye maelekezi yako, unifanikishe kwenye malengo yako. Wewe tu ndio inaamini, na wewe tu ndio nafuata. Siku hii ya leo nimeitenga kwa ajili ya utukufu wako. Nimeondoka ndio wewe upatikane. Wacha nisijulikane, wewe ujulikane. Ninaunganika na makerufi na maserufi pamoja na malaika mamilioni ambao wamesujudu mbele zako wakisema wewe ni mtakatifu. Pia nasema wewe ni mtakatifu. Nisaidie kujitambua, kujielewa na kufuata njia zako. Kutoka siku hii ya leo nitatumikia madhabahu yako kwa sababu nimekuinulia. Sitatenda uovu. Sitaenda kinyume na mazungumzo yako mimi na wewe. Ninaapa mbele zako nitakutumikia bila kubagua, bila kutenda kinyume. Nitakuwa kwenye mstari wa mbele kuunga mkazi zako mkono, na biashara hii na kazi hii na familia hii ambao unanipatia ninairegesha kwako, ndio iwe kazi ya ufalme wako. Isiwe kwa manufaa yangu, bali kwa manufaa ufalme wako. Nitatukuza ufalme wako, nitafanya kazi ya ufalme wako, nitafuata kazi za ufalme wako, na nitatimiza malengo yote kwa ajili ya ufalme wako. Mungu nisaidie. Sema amina. Thank you. Unamoinuke. ALTARS TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.